Basi bwana, tunazidi kusonga mbele zaidi. Kumbuka sasa hii hapa ni sehemu yetu ya 3. Farao alifurahishwa sana kitendo kile ambacho Musa alikuwa amekifanya. Hii kaeka bifu kubwa. Ramsey akazidi kumchukia zaidi Musa. Na akaona kama vile anamzidi. Lakini alisema neno ili kama vile anajitabiria. Mwanamke ambaye Musa anampenda sana anasema atabeba mimba yangu, atanibebea watoto, atanizalia watoto. Na mji huo ambaye Musa anautolea gharama kubwa katika kujenga, utalibeba jina langu. Subiri siku moja. Musa alizidi kupata heshima kubwa na taarifa zikamfikia bibi Thesi, ambapo hata mji unaojengwa wanasema ni mji wa Thesi, ambao Farao aliamua kuupa jina hilo. Sasa binti alikuwa akijiandaa, najua Musa anamaliza kujenga na kishamaliza tu atakuwa mtawala. Najua alipewa, kila mtu alipewa kazi yake. Huyu kapewa kazi kumtafuta huyo mkombozi anayekuja kuwakomboa Israeli ni nani. Ukimpata utakuwa kiongozi. Na Musa akaambiwa ajenge mji. Akimaliza atapewa, yani yule atakayefanya mapema kabla mwenzake atakuwa mtawala. Binti alikuwa na furaha kubwa kwamba Musa lazima akamilishe. Taarifa alizonazo mji unajengwa kwa spidi sio kawaida. Alikuwa na furaha kubwa sana. Lakini leo yule mtumishi sasa ambaye alipeoga kiapo zamani na binti Farao, yeye ndo anafahamu siri hii na akala kiapo kwamba siku kitoboa siri hii utakufa. Alimfuata bibi Thesi kwamba nina jambo la kukuambia. You've been drinking honey wine. I shall not let the Pharaoh and Ramesses be betrayed. Anasema siwezi kuruhusu hili litokee. Nasikia sauti ya vilio vya mafarao 30 years makaburini vikinionya nisiendelee kunyamaza. Lazima niseme siri hii. Thesi namba siri gani? No Hebrew sit upon. Anasema haiwezekani Mwibrania kukaa katika kiti cha utawala wa Misri. Unamaanisha nini kusema hivi? Has the blood of many. Anasema Ramsey ni damu ya wafalme wa taifa hili. Royal blood flows through his veins. Lakini Musa si damu yake si kutoka Misri. I'll have you. Akamba mpuuzi mkubwa. Ramses amekutuma kuja kusema uongo kwangu kwa lengo la kumharibu. Nani kakutuma kufanya vitu kama kusema vitu? Akamba sisemi uongo. Yet. Huu ni ukweli. Nimenyamaza kwa muda mrefu lakini sasa nimebidi niseme. Bethia, you drew a slave. Bethia, naomba nielewe. Usije ukakubali kuolewa na mtumwa. Na mtumwa hawezi kuja kuwa mtawala taifa hili. An empty womb. Were you alone with Bethia? Akamuuliza huko peke yako Bethia? Anasema ndio, niko peke yangu. Kwa nini? That the child might be suckled by his. Mimi nafahamu siri yote kuhusiana huyu mtoto hata siku alipookotwa. Frog. Sasa binti akaona kwa sababu yuko peke yake naye anampenda Musa. Ni hizi taarifa hakutaka azielewe. Will be my husband. Kama nimesema Musa atakuwa mume wangu na Musa ndiye atakuwa mtawala wa hapa. Akamba hichi ni kitambaa, kipisi cha kitambaa kutoka katika nguo ya mtumwa. Na watumwa walikuwa na mavazi yao maalum. Yaani ukivaa vazi ambalo kuna mavazi ya watumwa na kuna mavazi wanavaa watu, wanaeleweka. Sasa akampa kipande cha nguo ambacho Musa alikuwa amefunikwa nacho. Dhihirisho wazi. Alimuua yule mwanamke pale pale. Na kiapo kikatimia. Siku kitoboa siri utakufa. Alikufa kweli. Binti akamuua yule mtumishi ili asije akamwambia mtu mwingine, maana anampenda Musa sana. Hawezi kuamini. Anampenda mno. Mapenzi hili cha hatari, lakini hata ukiua ukweli umeshofahamu ukweli uko pale pale. Pretoria kuna jina ambalo Musa wanamuita. Musa amerudi leo. Bibi anashindwa afungue vipi mlango. Amtazame Musa kwa sura gani? Pretoria, fungua mlango tafadhali. Alijitahidi kufungua mlango. Anasema alikuwa anakusubiri Musa. Kiss me. I am your captive. Anasema ni captain wako na wewe sio mtumwa. Well, not. Binti amekunywa pombe siku hiyo. Hili neno alilosikia. Alitaka kupata uhakika kwa utaratibu maalum. But enough to use you. Anasema mimi ni wako. Shida ni nini? Kesho kutwa tunafunga ndoa mimi na wewe. Hajakaa sawa, nasikia jamani tatizo limetokea. Mtumishi amekufa. Kaambia achana naye. Pardon, Royal One. Tafadhali. The old nurse Nemnes. Anasema mtumishi Nemnes wa muda mrefu katika jumba la Farao amekufa. Nini kimemuua? Binti amekausha katendo ameua. Not here on happy things tonight. Go away. Ondoka, ya kuhusu haya.
toka, sihitaji mtu kwenye chumba changu leo. Sasa Musa akajiuliza, mtumishi wa muda mrefu mwaminifu ambaye mama yangu alikuwa akimtumia kwa kipindi chote, naye anamjua, amekufa, alafu unachukulia ni jambo la kawaida? Can one so rich in love, so poor in pity? Kuna shida yote? Na leo nakuona uko tofauti, kama vile umekunywa pombe sana kuliko siku zingine. We will not lose you. Anasema sihitaji nikupoteze. Nothing in the world can... Lolote litakalotokea litanifanya mimi nikupoteze. Sijaruhusu moyo wangu bado kukupoteza mtu kama wewe katika maisha yangu. Grumbling all your... Akamini wako siku zote, utanipoteza kwa namna gani? Mimi ni mchumba wako. Tutafunga ndoa mapema. Let her threats be buried with her. Anasema nitakubebea watoto wengi tu. Look, the night's a cry. Ile kitambaa kiko pale. And the darkness a robe of forgetfulness. Come love, let's share this. John, tushare kitu fulani muhimu sana. Akaukuta akauliza, hichi kitambaa cha mtumwa wa Misri, wa mtumwa wa Kiebrania kinafanini kwenye chumba chako? Akamba ina haja, achana nacho. Hapana. Tell me. Niambie. She was taking it to Ramses. Mimi sihitaji kuolewa na Ramses. Ala. Kitambaa na kuuliza unaambia utaka kuolewa na Ramses. Kuna nini hapa? Why do you question me? Why do you... Anabao usiniulize. Kwa nini unaniuliza? Kwa nini unaniuliza? I killed her. Mimi ndo nimemuua huyo mtumishi wa mama yako muda mrefu. Good slaves die every day. What's done is forgotten. It is not... Amekufa ili uweje? Kwa nini umemuua? It will make no difference between us. Sihitaji mtoto aje katikati yetu atutenganishe. Ala, atutenganishe? A child was wrapped in it. Anasema yuko mtoto miaka mingi iliyopita aliokotwa kwenye kikapu kwenye maji. It was with it. Na huyu mwanamke anafahamu siri hiyo na alifunikwa na kitambaa hichi. Mtoto huyu anaitwa Musa, yani wewe. I love you. Lakini pamoja na yote mimi sitaki kuamini, mimi nakupenda wewe. Why did you kill for me, Nefertiti? Sasa Do not love... kuna ukweli gani unafahamu kuhusu hili? Hold me in your arms. Akama naomba nikumbatie vizuri, maana siko tayari kukupoteza. Wala habari hizi naona kama vile ni ndoto, na naomba mimi na yote ufanye kama hizi habari ni ndoto. Hata kama utaupata ukweli unaodhibitisha hilo, naomba ibaki kwa siri kati yetu wawili, maana siko tayari kuteseka tena juu ya hili. Bibi huyo akuwa tayari, mapenzi ni mazito. You believe that? Akamba unaamini hayo? Anything you want me to... Anasema chochote utakachoniambia niamini, mimi nitaamini. Hata ukinidanganya mimi nitaamini, ili mradi tu Cannot drown. Akamba anayefahamu kweli huu lazima atakuwa ni mama yangu. You do believe it. Sawa, umesema habari hizi nami nitaji kuzihakiki. Musa akasema anahitaji kuhakiki. That's the only truth I know. Anasema katika ukweli na ufahamu, mimi nakupenda. Did this child of the Nile have... Kwa huyu mtoto aliokotwa katika mto Nile? Menet called her Yoshebel. Anasema mama yako anaitwa Yochebel. Nitafahamu. Musa akachukua hatua kwenda kwa mama yake mzazi, ambaye ndo anamjua binti Farao. Hizo alikuwa anaitwa Bethia. Your first step. Mama iko busy anatengeza urembo kwa ajili ya kijana wake, anakwenda kuoa kesho kutwa, na ataitwa mama wa Farao. Lakini alimuuliza mama, unafahamu